Si ninyi mlionichagua mimi, asema Bwana, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Wapendwa, karibuni kwa adhimisho la misa takatifu. Leo tarehe 14 mwezi wa 5, kanisa linafanya siku kuu ya Mtakatifu Matia Mtume. Matia Mtume ambaye wakati mitume walipokuwa wakitafuta mtu wa kuchukua nafasi ya yule Yuda Iskariote, kwa sababu alienda kujiua mara baada ya kutambua amemsaliti Bwana, na hivyo mitume kwa kinywa cha Petro anawaambia lazima tumtafute mtu ambaye atachukua nafasi ya Yuda ili watimie ile namba 12 ya mitume 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Na hivyo Petro, kadiri ya Mtakatifu Yohane Chrysostom, anasema Petro alikuwa na uwezo wa kumchagua mtu na kumweka, lakini hafanyi hivyo. Anawapa nafasi wao wenyewe wachague watu wawaweke ili wawapigie kura, lakini anatumia neno moja: Bwana, utuonyeshe yule uliyemchagua. Katika uchaguzi wao, yeye mwenyewe Bwana ndiye awe mchaguzi wa huyo mtu ambaye atachukua nafasi hiyo ya Yuda, na wanawaweka mbele yao Yosefu ama Barsaba na huyo Matia. Wanafunga, wanasali, alafu wanapiga kura, na kule inamwangukia Matia, anachukua nafasi hiyo na kuwa mtume wa 12 badala ya Yuda Iskarioti. Lakini sifa ambazo huyo mtume atakuwa nazo, au sifa ambazo za mtu ambaye atachukua nafasi hiyo, ni awe ameshirikiana na Yesu katika safari zake, kuanzia ubatizo wa Yohane mpaka kupaa kwake, lakini pia awe ameshuhudia ufufuko wa Bwana. Ni wazi Kristo alikuwa akiambatana na watu mbalimbali pamoja na wale mitume, lakini na watu wengine ambao walishuhudia hayo matendo. Kwa hiyo huyo Matia anapata sifa hiyo na anachaguliwa na Bwana kuwa mtume wa 12. Katika sikukuu hii tunajifunza upendo wa kweli wa kumfuata Kristo katika maisha yetu. Tunapomfuata Yesu, tunamfuata katika upendo mkamilifu. Tujiulize kila mmoja wetu, kwa sababu upendo huo wa kweli ni ule ambao mtu anakuwa tayari kutoa maisha yake ama uhai wake kwa ajili ya ndugu zake. Ndicho anachokifanya huyu Matia Mtume. Kwa upendo mkubwa anaifia imani na kwa mafundisho yake, na yote ambayo aliyafanya kwa upendo mkubwa na kuifia imani kwa ajili ya Kristo. Mimi nipo tayari kuifia imani kwa ajili ya Kristo, pengine sio kifo cha damu, muda wangu, sala, na wapokeaje watu, naongeaje na watu, nashirikiana nao vipi katika hali za kawaida, kwa sababu katika matendo madogo madogo ya upendo ndio tunajipatia utakatifu, alisema Mama Teresa wa Calcutta. Kwa hiyo tumwombe Mungu atujalie tuwe na upendo wa kweli, lakini tuwe tayari kuwa wajumbe wa Mungu katika nafasi mbalimbali ambazo tunakuwa nazo. Wakati mwingine inakuwa ngumu kufanya hivyo, tumuombe atujalie hiyo hali ya kufanikisha.